Naam, mpenzi mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha Kula Wao katika page yetu ya Bandari Football Club. Na kama tulivyokuwa tukifanya wiki nzima, tumekuwa na wageni kutoka kile klabu kikubwa hapa East Africa, allegedly kama vile wanavyopenda kusema, AFC Leopards. Na leo niko na mgeni. Juzi alikuwa na chairman wao hapa, akatupatia ubashiri wake, akatutishia hapa. Lakini mimi ningependa kusema bana, msumeno ni ule ule. Wajua FC juzi walituwekea picha yao eti wamepanda pale juu ya meza wa top of the table, lakini kuna msumeno aitwa Mwalala bana. So kabla niendelee sana bana, niko na wageni hapa, ningependa wajitambulishe. Mgeni wangu wa mwisho kule ni Fadhili Mzee, hana haja ya utambulisho, nadhani nyote mmemjua, mpasua mwamba mwenyewe. Lakini kabla niendelee, labda Fadhili, mashabiki wa kusikia kidogo. Asante sana mashabiki wa Bandari Football Club. Kama ilivyo desturi yetu, tunakujia moja kwa moja katika uwanja wa Shakahola. Naposema Shakahola, yuko ndugu yangu hapa katetema kidogo, japo namwambia wewe tulia, kama mkao wa kula, maana mlo huu ni umepakuliwa katika sinia. Mlo huu haukupakuliwa kwenye kikasaria, bali umepakuliwa katika sinia. Fadhili, ukiendelea hivyo, Fadhili ni harusi baba, hapa tuko uwanjani. Fadhili, ukiendelea hivyo utampoteza mgeni wetu tafadhali. Wajua Kiswahili hajaelewa. Kwa sababu wajua mwanzo, kabla tuingie hapa katika hii area yetu Mbaraki Football, Mbaraki Sports Club, naona wageni wetu wa FC walikuwa wakija hapa bana. Fadhili, tumekuwa tukiwashia FC au sio? Wanatetemeka. Wajua kule Kakamega jua ni kali. Sasa jamaa sijakaa tetemeka. Ndugu yangu uko sawa ama AC tupunguze? Hata magari yetu pia sinanga AC. Magari temperature iko sawa na hata nyumba ziko sawa, lakini yetu sasa tuko sawa nayo. Asante sana. Kabla tuendelee, ndugu yangu, labda hujajitambulisha kwa mashabiki wetu na kwa mashabiki wa FC ambao wanaangalia podcast yetu ndani ya Bandari Football Club. Labda ujitambulishe waweze kukutambua. Ya, majina kamili naitwa Victor Angatia Makoha, lakini watu wananijua kama Coaches 001. Au sio? Wasichana wa Tanzania wananiita The Jembe. Umesema wasichana wa Tanzania nakuitaje? The Jembe. Ina haja kueleza zaidi hapo. Na vile ni Valentine's, hata tuna haja tuendeleze zaidi. Sasa mpenzi mtazamaji, hii wiki ni wiki ya mbwembwe nyingi hapa katika Mombasa, na tunajua mashabiki wengi. Juzi nilikuwa naongea na Martin kutoka FC Leopards, akaniambia magari yamefika 80. Labda tujuze ndugu yangu, magari ni mangapi bana? Bro, kufika sasa magari yenye yamefanya kitu inaitwa official. Yes. Yani yamedhibitisha official ya kwamba yanakuja ni 80. Which means hata kufika Jumamosi yanasakuwa yamefika 150. Sasa meamua mkuje Mombasa kikweli. Sasa ile shida yenye tuko nayo ni moja. Sijui kama uwanja wenu ya Mombasa itaweza kubeba sisi wote. Mbaraki itaweza kuwabeba nyote, na Mombasa is a wholesome town. Tungependa mashabiki wenu mwanzo tuwakaribisha sana. Karibuni katika jiji letu la Mombasa. Tungependa mtembee, mwende baharini, mwende ferry, mwende Mama Ngina. Unajua Mombasa ni kivutio kikubwa hapa Afrika. One of the best cities in not only in East Africa but in the rest of Africa. So pia mimi nasikia raha nikijua kuwa mashabiki wa FC wanakuja kwa wingi hapa Mombasa, because number one, this goes to show that football ina develop local tourism. Unaona 150 cars imebeba zaidi ya 40 people. That's a lot of people. Umekosea. Naam. Not cars. Buses. That's a lot of people. That is good for business in the entire Mombasa region, which is something very good. Fadhili, na mawazo gani wewe? Nasikia jamaa wanakuja wingi sana bana. Wajua wanapokuja hawa wingi inakuwa ni faida sisi kwetu, kwa sababu inasemekana mgeni njoo mwenyeji apone. Lakini umetaja katika sehemu zote, sehemu moja tu ndio umeshindwa ama umesahau kuitaja. Ipi? Sehemu ya Bamburi Fisheries. Wataka ndugu zetu wa Bandari wa FC waende wapote. Jamani, ngoja niwaambie disclaimer. Tukidinia tu disclaimer. Kama unajatoa disclaimer, mabasi anasema ya kwamba ni saisi wale wenye wamedhibitisha 80. Natumai kwamba na huenda kufika Jumamosi yenye umesema, kwa sababu kuna wengine watatoka Friday jioni, yani wakuja na usiku, asubuhi wakuwe hapa. Wanasafika 150. 150 buses na kila watu more than 50. Ni ngapi hao? 150 times 50. Sasa wale wa mama ni wengi sana. Sile
watengeneza zaidi kwa sababu kuna wageni wengi wakubwa. Nilikuwa nataka nikupige disclaimer ndugu yangu. Sitaki jamaa wa FC waje waende Bamburi. Tafadhali, kwa sababu wajua kitambo sana Fadhili, na nadhani wewe unaweza kukumbuka hapa Mombasa waweza tembea ukakuta kuna Makoha Abdalla. Wanyama Hamisi. Wajua ndugu yangu Makoha, ngoja nikwambie, huko Mombasa mtapotea. Yule kocha wetu Linda Seda yuishi Bamburi. Labda next time tukimrudisha hapa katika hichi kipindi, tutamwambia waelezee kwa nini pale Bamburi Fisheries watu wakienda warudi tena. Mombasa ina majini. Mombasa ina majini. Mtapotea huku mjini, mimi nawaambia jamani. Msije mkaleta mafans wingi hapa wakageuka wote wakaanza kuwa kula wao. Kwa hivyo unamaanisha ya kwamba mafans wakija wengi wanaweza kuwa majini ama watakuwa majini? Mafans wakija hapa bandari bana, ngoja nikwambie, Mombasa ni jiji ambalo lavutia watu wengi, na katika hivi vivutio vyetu mimi wanaamini kuwa watu wengi wakija Mombasa huwa find it very difficult kutoka. Mombasa is one of the cities in the country ambayo grow sana after Naivasha. So na hii pia ni kwa sababu ya vutia. So mashabiki wenu wale ambao ni wageni, yani first time kuja Mombasa, itabidi mpate extra security. Kwa sababu mimi nakwambia zaingia hivi hapa naamini arudi tena huyo, arudi tena. Acha kuwa bandari huyo atakuwa yuaimba. Hapa by the way, let me tell you, katika fan base yetu ya bandari, katika fan yetu yani ukiweka kikabila, watu wa Western ni wingi sana. Ama nasema urongo Fadhili? Na vile pia katika unaposema kwamba watu wa Western ni wengi, nafikiri ndio fan base ambayo ina warembo wakali kabisa Kenya nzima. Katika fan base yenye warembo yani pieces zile. Sasa unajua Makoha waweza ingia hapa ukapata buibui hapa Mbaraki. Ukapata buibui hapa Mbaraki. Kumbe nyumbani. Ama ukageuza. Sasa cheki wewe, next time tunaweza kuja hapa tukikuita tena katika kipindi chetu. Ukawa itwa Makoha Ibrahim. Ibrahim Makoha. Alisi kwa vibaya kwa sababu hapo pia nitakuwa ni maendeleo ujue. Yes. Unajua mpira kuleta watu pamoja. Unajua aspect ya kwanza mpira ni kuleta ile watu kuja pamoja na kufurahia. So kama Makoha nitakuja huko na nipate huku kina DJ kina Mina wafanye mambo yao fresh, pia itakuwa ni maendeleo. That is very good. Okay, so acha nikurudishe hapa kwa mpira kidogo. Wiki iliyopita nilikuwa pale Nairobi katika uwanja wa Police Sacco Stadium. Jamani, mkapigwa na wale watoto wa mkate bana. Makoha umekula mkate asubuhi. Mbona mkula mandazi? Jamani, mmepigwa na wale jamaa bana. Sikiza nikueleze. Ama uchungu bado huko. Hebu sema ukweli, umekula mkate? Mambo ya mkate si mambo yetu. Sisi tunakunywa chai asubuhi na viazi, nduma na githeri. Amenjera. Mnaelewa vizuri? Sasa hii mkate kidogo tunafikiria tutaweka kwa chai tu, tunaonanga watu wakifanya, kumbe kidogo inatele. Unaelewa? Mnafungwa na ile timu iko regional Fadhili. Iko regional ile timu. Sikiza bro. Tena wanafungwa na wakandaji mikate na wafanyikazi wa beki. Nakwambia bana. Mwenye ile timu alikuwa yuko pale uwanjani, alisikia raha sana. Aliruka kutoka kule juu akataka kuingia uwanjani. Makoha vipi bwana? Umepigwa na mkate moja bandari bana. Wamjua Mwalala wewe. Hebu tuelewe kwanza. Tuko na kutoka 1998 hatujawahi gusa hiyo ligi na mkono. Ni miaka mingi bro, ujue. Kabisa, ni kweli. Miaka nyingi, hata Arsenal wamekuja akabeba mbele yetu. Na sasa hizo mnatokananga watu wa Arsenal tu wamekaa mpaka watoto wameoleka, hawajai beba kikombe. So, this time FC tunapokaa chini tukiangalia hivi hatuoningi maneno mengine. Tunaona tu FKF Premier League. So, hii mambo ya kuleta kikombe ya mkate hii kidogo hata hatukuona. Tuliona ni kama kidogo, hebu wekeni hii kitu kando kwanza. Hataki kupoteza focus. Unajua hii mambo ya kupoteza focus last year iliharibia sana mpira. Sasa walienda kufocus na mambo ya Real Madrid na UEFA, ligi ikaponyoka. Makoha, mimi na swali. Sisi hatufanyi hivyo. Sisi ni ingue bwana. Lakini katika mchuano wa nyuma wa ODM at 20 nadhani waliwahi kupigwa pia hapa. Walipigwa hapa pia. Hapa Mbaraki. Hapa Mbaraki. Sikiza. Majajikomboa vipi? Tulikuwa kwa matanga ya baba. Jamani, baba alikuwa bado hajatangulia bana. Baba alikuwa bado hajatangulia. Makoha, mimi na swali bana. Kule katika mtandao jamaa wanapenda kuwaingililia sana. Wanasema Ingwe ndio Chelsea
ya Kenya. Wewe wajitetea vipi jamani? Okay, mimi mwenyewe ni shabiki wa Chelsea. Kwa hivyo sijui umeniona ndio kauliza. Na uhusiano wetu kati ya mimi na wewe ni wakati tunapokutana kwa Chelsea. Kwa sababu pia mimi ni shabiki wa Chelsea. The Blues. Blue pande wote. Never lose. Sasa nikueleze jamaa. FC this year, anyway, ukweli ni usemwe. FC for some period of over 2 decades hatujakuwa fresh. Yes. But this season, the double Ambanis. Yes. Na ofisi ya AFC na sisi anyway, I'm a member. Licha kuwa shabiki pia mimi ni member wa FC. Mase tumekuja vibaya. Tumekaa chini maneno tukapanga na tukaarrange. So sisi hatujakujia maneno mengi. Leo tumekuja hapa Bandari. Bandari mchunge sana. Chui inaweza ogelea ndani ya maji. Chui inatembea kichakani. Chui iko barabarani na hata kwenye hewa. Ukirusha kutoka pale haifunjiki miguu. Ita spring. So we are coming. Alafu Makoha. Chukua Kikombe hicho. Chukua. Hicho ndio kikombe tuwapatie. Chukua kikombe hicho. Hicho kikombe. Hicho ndio kikombe. Haya. Sasa ngoja nikwambie Makoha. Patia kikombe hichi. Mimi sitaki kikombe ya matope. Unajua hicho kikombe bwana, Mwalala yuaja kukikata. Atakikataa kikombe. Mwalala yuaja kuwakata hizo dreams. Ndugu yangu. Hauna kikombe chengine wewe. Hichi ndio kikombe pekee yako utakachopata. Makoha. FC hamwezi shinda kikombe nyinyi. Tunashinda. Hamwezi, kikombe ni Fadhili, labda nikurudishe nyuma. Makoha. FC nyinyi mnaweza kuchukua. Hamkuna kikombe chengine. Najua kwamba niko on record kutoka sasa. FC tunakuja hapa Mombasa tunatandika Bandari mabao 3-1. Subhanallah, haiwezi. 3-1. Haiwezi. Hiyo moja nimpatishe sana. Wewe unamjua goalkeeper Ngeleka wewe? Unamfahamu Ngeleka wewe? Makoha, mimi nina swali kidogo. Chano warudishe nyuma kidogo Fadhili. Unaongea kwa sababu haujui FC tuko namna gani sasa hivi. Vibaya. Yaani unaongea kwa sababu you don't understand the situation that FC is in now. Yaani sisi ni watu wenye tumekuja na nia moja tu. Anyway, the next episode yenye tunakuja hapa Mombasa ni kutandika Bandari matatu kwanza 3-1. Sasa tunataka kufukusa yule mzee mwenye yako hapo juu. Tumshukishe. Unajua tumemchapa? Simuliona? Hamkuamini kama tulipiga Nkogalo. You didn't believe. Sasa ukiniambia Bandari itanipiga, I don't even understand. Kwa sababu Kogalo tuliwapikia kwao. Alafu unaniambia Bandari itanipiga. How? Mimi ukija ukitufunga sisi Bandari hapa. Naam. Hivi sasa mimi niko na mke wa Kijaluo. Nishaoa mke wa Kijaluo. Na mkija mkitufunga, kwanza upara wangu unaekadai, alafu naenda oa mke wa Kibaluya. Sasa mimi nishaweka tayari. Ulipata Fatuma? Ili kuja kutandika nyinyi na okay, mtanipa hata kama ni wawili Fatuma wawili, no problem. Nachagua nione nani. Utawezana mzee. Utawezana bwana. Makoha, mimi na swali kidogo. Uliza hata mawili. Leo nimeona kwenye mtandao tetesi allegedly that FC mnaamua mchange stadium 50-50. Unayama tetea tetesi hizi. Unazitetea vipi? Baraka naangalia 50-50 jamani, tutafika lini? Kuchanga stadium 50-50 mnamaanishaje? Yaani kitu ambacho niliona leo katika mtandao ni kwamba kulikuwa na poster ina rally the FC fans. By the congratulations. In this country mimi nawatambua kama mko na fan base poa sana. One of the best in the country and one of the best in East Africa. Kwa sababu hata najua sasa hii kukatokea mechi between Yanga na FC. FC wataleta mashabiki kweli, which is very good for Kenyan football, which is very good for football in Africa. One of the best. Na naombea sana mufike pale Continental kama sisi Bandari ili muweze kupeleka mashabiki. Lakini leo nimeona tetesi katika mtandao kwamba kuna campaign ya shilingi 50 ili muweze kujenga ile Ingwe Stadium kule Western. Sasa mimi nikashangaa bana, najaribu kupiga hesabu lakini sielewi 50 inakuaje. Unajua, nakushukuru kwa sababu uko na swali lenye can call it a mature question. Yes. Timu kama AFC kwa muda mrefu unapata kwamba hatuja own uwanja. We don't have a stadium in Kenya. Ile hali timu kama Bandari iko na uwanja.
timu kama Ulinzi unaona wako na Ulinzi Complex, wana uwanja wao, alafu AFC hatuna uwanja. Whatever you are seeing ni ile tu yani kuelimisha watu ama keep it on update that AFC tunahitaji uwanja na kuna mikakati ama njia ya kwamba AFC itakuwa na uwanja. Sawa baba? So unaposema ya kwamba funds tutoe shilingi 50, you may not be wrong, kwa sababu unajua timu ya AFC huwa inajengwa na sisi wenyewe. Sisi hatunanga corporate world, you know. Yes, corporate sponsors. Yes. Kwa mfano sisi wenyewe kama members wa FC unapata kwamba at a time kwanza tuna register na pesa. In fact kama kuna member yoyote mtu yote ambaye anafikiria kuwa member wa FC, registration iko on, unapata tumeregister, tunakuwa members. So yale yenye tunafanyaga tukiwa members ndio sitasungumza hapa kwa sababu niko kwa media, lakini AFC ni timu ambayo huwa tunajenga sisi wenyewe. So we don't have a problem with kutoa shilingi hata wakisema 1,000 we don't have a problem with that. That is very true, because hata mimi ninavyojua katika timu ambazo zalipa vizuri hapa Kenya ni Bandari FC, labda tuseme Gor Mahia, lakini in that order naweza sema Bandari FC, Gor Mahia, zile timu ambazo zalipa vizuri, which is very good, because unajua kitu kimoja ambacho tu learn katika mpira wa Kenya from you guys wa FC is that collective duty in a build football. You understand? Hata hapa Mombasa sisi tunajaribu sana fan base yetu iweze ku grow, pia timu iweze kuenuka. So that's a very wonderful idea. Lakini unajua nini bro? Yes. Somehow amazed kwa sababu sikujua ya kwamba pia Bandari na wa mashabiki kiwango hiki. Over time imegrow, Bandari imegrow sana over time, because first ningependa kusema juhudi za media team yetu very very vibrant kwa mitandao, alafu pia tumejaribu sana ku grow football hapa Pwani. Hapa Pwani kitambo sana mpira ulikuwa very very ulikuwa unajulikana sana, because Pwani ukiangalia hizo history za huko nyuma ndio zimetoa a lot of good players in this country. Kina Robert Mambo, kina Magongo, kina Razak Siwa, wingi wanatoka hapa Pwani. A very good hub of football. But sometime ikapotea, na juzi nilikuwa katika redio, watu wakaniuliza kwa nini mpira Pwani umepotea sana? Nikawaambia because of infrastructure. I think some of our county government ilianza kuneglect kuendesha mpira, alafu ili janga la madrugs pia likaingia hapa Pwani, likatuchanganya kidogo. Lakini sasa mpira wa grow sana. Ukiangalia na ukitaka kujua mpira wa Pwani wa grow, angalia ligi ambazo ziko chini succeeding to the Premier League. Ukiangalia NSL, timu ambayo tufuata, ambayo ya lead sahi, Mombasa United, unaona. Ukirudi kwa Division 1, utakuta kuna Bandari Youth, kuna Sango. Ziko ngapi Fadhili? Labda unisaidie. Simba Apparel. Unaona, very good teams ambazo Congo Boys ambazo hazisumbuliki financially. So mpira una grow. And speaking of Congo pia ni timu ambayo imeanza kudevelop infrastructure yake, because Congo wana uwanja wao, washajenga I think ni complex yao wamejenga complex yao, wanaendelea. Na juzi Congo Boys wako na sehemu ambao labda tu kwa manufaa ya baadhi tu ya timu, kwa sababu hawa ni jirani zetu. Congo Boys wako na sehemu ambapo iwapo timu imekuja Mombasa na inaangalia ni mahali gani wanaweza kupumzika ama kulala, Congo Boys wako na sehemu yao ambapo ukifika pale wanakuambia charges zao, na utapata sehemu ambayo ni ya kufanya mazoezi. Timu itafanya mazoezi asubuhi, na hapo kuna sehemu yao ya timu kulala, iwapo kama ni timu kutoka mbali wamekuja kucheza sehemu ya Mombasa. Kwani klabu ya Congo imedevelop kiwango hicho? Congo imedevelop sana. Unajua Congo Boys imedevelop kwa sababu unajua hizi ni nguvu za community, kwa sababu klabu cha Congo Boys ni klabu ambacho ni cha community, kama vile tu mfano wa FC Leopard. Kwa hivyo wameweza kujikakamua, wameweza kujitambua, wamejitafuta na wamejitambua. Na vile vile kwamba katika historia ya Congo Boys kwamba ati ni klabu ndogo, ni klabu ndogo ndio kwa sababu iko Division 1, lakini ambayo ni klabu ambayo ishawahi kuandika historia kubwa. Historically it's a very big club. It's a big club. It's a very big club. Mpaka Premier League. Kukumbuka kwamba hichi ni klabu ambacho mchezaji Ochomo aliwahi kuchezea pia pale katika ile timu ya Congo Boys. Rama Salim, yes. Pia aliwahi kuchezea klabu ya Congo Boys kabla timu ya Gor Mahia. Robert Mambo alipiga ya Congo Boys kweli? Nafikiri Robert Mambo pia aliwahi kugusa hapo, either
Congo Boys ama Coast United ama something Coast Stars hapo. Yes, Kwa hivyo yes. Kihistoria Congo Boys ni klabu chenye historia ndefu, despite kwamba kilikuja kikaporomoka kidogo kwa sababu ya matatizo ya hapa na pale, lakini hivi sasa wameweza kujitambua na wameweza kupanda tena. I would say in the Coast region the club ambayo imejitengeneza sana when it comes to infrastructure tutasema Congo Boys. Wametengeneza ambazo ziko huku chini aside from sisi Bandari, ambazo ziko huku chini, club ambayo imejitengeneza sana ni Congo Boys. So it's definitely a club that we should be watching. Atakuja huko na naombea sana Mombasa United pia wapande, angalau ndugu zetu wa FC wazidi kuja Mombasa mara nyingi bana Fadhili unajua labda Makoa hivi sasa ashabuku BNB yake wale Mamburi amwambie bibi yake bana mimi naenda Mombasa kidogo aje asikie raha bana. So it's good for Kenyan football that this conversation is happening and mpira waendelea to that level. So karibuni sana bana, labda nikuulize swali, bei yetu haijawasumbua bana? Sikiza nikueleze bro, actually don't understand how you guys are charging us 300 shillings to watch it. But this is a big match, it's football bro. Is Bandari a bigger match than FC and Kogalo? Yes. How? Ngoja nikuulize swali moja bwana Makoha. Bao moja, nyinyi tunakuja kuwafunga mabao matatu. Hapana, hiyo haiwezekani. Not on Malala's watch. Ngoja nikwambie bana, mwanzo nikukate kidogo. Aside from ile game ya Shabana, Malala has been unbeaten. Na kuna takwimu moja muhimu sana watu wengi wana downplay. Malala akiwa kocha wa Bandari hajaifungwa na FC. In fact the worst defeat you guys suffered hapa Mbaraki 5-1 was under Malala. Sijui kama waikumbuka hiyo game. Kuna video fulani jamaa alikuwa analia. Sijui kama waikumbuka. Na sijui kama waikumbuka hiyo video. Tuweza irudisha kwenye mtandao hiyo video ba. Kwenye maktaba bana. Manake hiyo siku nakumbuka ilibidi wa players wa FC wazuiliwa pale uwanjani mwanzo because mashabiki walikuwa na ari wanauliza shida iko wapi? Shida ni nini? Ilikuwa Malala hiyo. Captain akiwa ni Kamura, yes, Kamura. Captain wa FC Leopards. And then let me tell you something funny about that game. Malala alikuwa amefungwa game 2, tulikuwa tumefungwa na Tusker 1, tukacheza na Gor Mahia kule kwao tukafungwa, alafu tukaja patana na FC hapa tukawapiga their biggest defeat. In between sisi Bandari na FC 5 goals. Ilikuwa 2019. Sasa niko na kijana anaitwa Katasi ndani ya mchuma. Babu, utafikia kipepeo ama mtu yule buda? Sisi tuko na Spiderman. Kwa mpole ujue. Hapa wacha tusiongeze chumvi wala kuongeza majani mengi kwa mboga. Tutaharibu mboga na majani. Majani wacha tuweke kwa chai. Bandari mtakula mabao matatu. I'm very sure about that. Najua ya kwamba nyinyi nanyi pia ni klabu kubwa na mwezi lala njaa mtafunga moja. Hiyo mimi nakataa. Fadhili kwa mujibu wa muda. From the Indian Ocean, yes, cannot chase a leopard. Jamani, bahari ni kubwa bwana. Ukiweka chui pale atazama mbali sana. Chui waizami. Ile shaka na ikaiua na wakaenda chini na ikakula na ikarudi juu. Wala msituchokoze, maana kule mtandaoni tulikuwa tuko na video nyingine tumewaekea, lakini yule ndugu yangu alidiati akasema, ndugu yangu usiwavunje moyo saizi waeke mpaka Ijumaa. Now let me advise you as a football coach, because I'm a football coach. Naam. Now if we talk from football point, not kama fan FC, utaangalia uone kwamba takwimu za FC kwa sasa zimepanda kidogo, kwa sababu tactically mpira yenye FC wanacheza saa hizi, ukiwa mtu mwenye unajua ball ama kama wewe football coach, ukiangalia utaona kwamba kuna kitu kinaitwa katika mpira transition. Yes. Transition ya AFC inazidi kupanda vizuri, from defending to attacking imeanza kupanda, na hiyo ndio ilikuwa shida yao, kwa sababu transition yao nyingi ilikuwa from attacking to defending. Yani walikuwa wanajua ku defend vizuri sana kuliko ku attack, lakini sasa hizo ukiangalia transition pia ya defending to attacking imekuwa nzuri sana. FC wana build mpira vizuri, sio kama pale nyuma kidogo, so they are doing good. Na timu yoyote ambayo ina improve in attacking and creating
scoring chances bro ni timu ya kusimamia mbali na kuiangalia, na hiyo sasa ndio AFC. Sema ya kwamba Bandari mnacheza vibaya, lakini sasa ukiangalia kiwango yenye AFC inapanda nayo na kiwango yenye Bandari inapanda nayo hafiko kwa pamoja, sawa? Ni kwamba tu sasa uangalie viwango yenye Man U wanapanda navyo na viwango vya Arsenal wanapanda navyo. Arsenal ndio iko juu na ni nzuri, lakini sasa ile viwango vya kupanda kwa short time tunaita form. Yes. Form. Unajua form ndio hutoa matokeo. Kwa hivyo wakubali kuwa FC ni sawa na Arsenal. Ni shabiki wa FC na Chelsea. Sio shabiki wa Arsenal. Nasema aliswali tu mzee wangu. Hapana. FC inapanda haraka kama Man U. Yaani transition yao ya kushinda iko juu. Morali ya wachezaji ya kushinda iko juu. Unaelewa? Mpira sasa ina flow kwa sababu kuna vitu vyenye wametekua miteko fulani ambayo ilikuwa inasumbua katika ufungaji wa mabao. FC wametekua vile vitego, na wanajua sasa hizi ni wapi palikuwa na matatizo moja mbili in creating chances, and they are using the chances kwa ukamilifu vizuri. FC iko fit. Asante sana bwana Makoya. Kwa mujibu wa muda, acha nataka tumalizie kidogo. Fadhili mzee, pasu wa mambo mwenyewe, tupatie ubashiri wako. Kwa upande wangu hii ni mechi rahisi kabisa ambayo tunaenda kucheza. Hii itakuwa ni mojawapo ya mechi rahisi kabisa. Mechi hii inaenda kushindwa, tunaenda kushinda mechi hii ndani ya dakika 15. Matokeo yatakuwa yameshapatikana. Kwa hivyo unasema ule msumeno wa Mwalala utakata ile meza ya FC Leopards. Msumeno huu ni msumeno ulipakwa mafuta ya utelezi mzuri. Au sio? Msumeno huu unatoka dukani moja kwa moja ukiwa unakuja fanya kazi kwa hii moja tu. Naam. Ya kumkata chui. Chui mwenye hafifu, chui mwenye kashiba mikate ya bure. Huyu ni chui ambaye amejeruhika, ni majeruhi. Huyu ni chui ambaye hana nguvu, huyu ni chui ambaye hawezi kujisaidia, hana nguvu hata za kunywa maji. Kwa hivyo huu ni mchezo ambao utakuwa ni rahisi katika michezo yote ambayo tunaenda kucheza. Na mimi labda tukuambia wale mashabiki wa Ingwe ya Matere watakapokuwa wamekuja hapa, katika vibegi vyao wasikose kuwa wameweka handkerchief. Lakini kwa sababu mimi nawapenda, na kama ahadi yangu niliweka kwa ndugu yangu Makoha kwa hapa ya kwamba iwapo watatufunga, ambapo haiwezekani, na kwa sababu mimi tayari niko na mke kutoka Nyanza, iwapo watatufunga na iwapo kama, samahani mke wangu, kama utanipatia ruhusa wakitufunga, nitaoa tena mke wa Kiluya. Au sio? Lakini kama ataniruhusu. Lakini baada ya hayo yote ndugu yangu Haywood, naam, kutokana na mchango ambao huko nyie mashabiki wa FC Leopards, mimi natoa mchango wangu kabisa wa stadium. Mchango wangu wa stadium huu hapa na utoa na namkabidhi bwana Makoha. Unasema wataka shares pale katika ile stadium. Kwa niaba ya Bandari FC tayari tumetoa mchango wetu. Shilingi 50. Fadhili, kabla uende zako, kuna ndugu zetu kule Nairobi walikuwa na bonga la show laitwa Zoza Podcast. Juzi niliona jamaa mmoja FC pale alikuwa anasema, wewe admin wa Bandari, wewe na madevu, wewe nakuja mimi nakuja. Ungependa kumwambia nini? Umemwona huyo jamaa? Huyo bwana nimemuona. Sasa anashindwa admin wa Bandari yupi ako na madevu bwana, Amani Ali. Unajua nafikiri labda huyu ni shabiki ambaye aliangalia picha zetu za kitambo. Naam. Na vile aliangalia picha zetu za Patia maneno yako. Lakini mimi ndugu yangu nakwambia sina mengi ya kukwambia. Utakapofika Mombasa hapa, hakikisha tumeweza kuonana. Nitakupeleka pale sehemu inaitwa The Sport Barbecue and Grill. Nitaweza kukunulia maji ya sharubati ya ukwaju, sio ya mkwaju, sio maji ya mkwaju. Utampatia na mkate. Sharubati ya ukwaju, na nitakwambia tena kama utakuwa huwezi raha, usije Mombasa. Alafu cheki Fadhili, wajua jamaa wa FC wamefungwa na mkate. Sasa huku Mombasa wajua ule mkate wetu, kuna mkate wa sinia, kuna ule mkate wa shawarma. Tafadhali waelezee ndugu zetu kwamba hii mikate kwa aina nyingi huku. Wajua jamaa alikuwa anaandika kule kwenye mtandao eti jamaa wa FC Leopards wakifika pale mlangoni, tuwapangie mikate. Waweza shtuka. Kama leba zilo likiingia utasikia juogi.
Nafikiri mikate iko ina tofauti tofauti ndugu zetu mnapokuja Mombasa. By the way sisi tunawapenda sana. Huwa tunawapenda sana mashabiki wetu wa FC Leopards. Leopard tunawapenda zaidi. Tunawapenda sana kwa sababu hata sisi hapa Mombasa by the way wako watu wengi sana kutoka katika maeneo ya Western kule ambapo pia ni mashabiki wa Bandari FC. Katika wengine pia sisi ni mashemegi, unaweza kujipata sisi mashemegi zetu vile vile wanatoka yale maeneo ya Western. Kwa hivyo mnapokuja siku ya Jumamosi katika maeneo haya ya Mombasa, mjue kwamba mikate iko tofauti tofauti. Japo mlikula mikate ya Blue Band, lakini iko mikate aina tofauti tofauti ya Mombasa. Huko mkate wa kwanza unaitwa mkate wa Mofa, huu utaweza kuupata pale The Sport Barbecue and Grill. Vile vile huko mkate wa kumimina, vile vile unapatikana pale The Sport Barbecue and Grill, ambapo hii ni hoteli ambayo iko mkabala tu na maeneo haya ya Mbaraki. Vile vile huko mkate wa sinia, mkate unaopikwa kutokana na unga wa mchele huu. Ule mchele unasagwa alafu unatengezwa mkate. Hawaelewi jamani. Unajua ya kwamba hawaelewi. Wamepoteza. Wameonja mkate wa Blue Band. Sasa watakupeleka mikate ya sinia, mitai, makaimati, vitumbua ndugu yangu bana. Kuna mkate wa mayai. Sikiza bana, utafanya mabwana za watu wasirudi wewe. Utafanya mabwana sana ndugu zetu wa FC Leopard. Ndugu yangu Makoha. Mkate hiyo umependezewa na mkate gani? Ai baba, mimi na mkate wapi na wapi? Haya, kwa sababu walifungwa bana. Ndugu yangu Makoha bana. Makoha, tukimalizia hapa Mombasa huwa kuna viongozi wingi ambao hupenda mpira na viongozi wa FC Leopards, na mimi najua hii platform yetu ya Bandari Football Club and Bandari FC TV ni kubwa sana. Je, huwa kuna mapoliticians wanawashika ama wamewaneglect ama ungependa kuambia nini? Unajua sasa ni political season. Wanasiasa na mpira. Unajua huko Mombasa kuna, ni vile tu umesema, kuna wanasiasa ambao ni aspirants wanataka vita na kuna watu ambao ni mashabiki waingi ambao wanaishi sehemu za Mombasa. Mimi ningependa kusema hivi, si wanasiasa peke yao, hata kuna watu ambao wana biashara zao ama wana kazi zao. Jamani, sikizeni. Saa hizi AFC Leopards inakuja Mombasa. Kwa hivyo njoo tujiunge sisi wote, tujuane, uone ni vipi. Unasikia kwamba tunataka kununua uwanja, tunatafuta mahali pa kufanyia practice, ujue kama ni nini unaweza fanya kama mwana Ingwe. Number 2, saizi AFC Leopards inafanya kitu kinaitwa enrollment ya members, new members na members wa zamani wanafanya kitu kinaitwa renewal. Kwa hivyo kama wewe ungependa kuwa member wa FC, kuna tofauti ya kuwa shabiki na kuwa member. Ukiwa member wa FC, one of the benefits ni kwamba unaweza hata pika kura kusema ya kwamba unataka kiongozi fulani. Maneno ya FC yakiendelea, una uwezo wa kuzungumza ya kwamba hilo haliko sawa, ile liko sawa. So umekuwa fan kwa muda, ungependa kuwa member, ni wakati wa kufanya registration. Kwa hivyo unaweza kuja ukaregister ukawa member. So mimi naweza kusema hivyo kwa niaba ya mashabiki, wanasiasa wenzetu, wanasiasa wetu na wanabiashara, wanafanya biashara na watu wote, karibuni. Asante sana. Wajua pia ni vizuri kunote kwamba even our able president, His Excellency President Ruto, amerudi kupenda mpira sana. Hata juzi amepledge kwamba atasaidiana na serikali kuu, itasaidiana na county kutengeneza stadium hapa Mombasa. Vile vile pia kuna mipango ya kutengeneza stadium kule maeneo ya Kilifi. So ujio wenu ni mkubwa kwa mpira hapa Pwani, na sisi kama wana Pwani, kama wana Bandari, tuwakaribisha sana. Na labda kwa muda mchache kidogo, kwa yule shabiki ambaye hajawahi kuja kuangalia game ya kama Bandari, Ingwe ama mpira, ni ambaye hajapata hii experience, football experience, because wajua sisi tuko passionate. Mimi naangalia mpira, wewe uangalia mpira. Yule ambaye hajauonja mpira, wewe ungemwambia nini? Mazee, mashabiki wa Afrika ama Kenya ama mashabiki wa AFC Leopards, now wacha nisi address AFC Leopards peke yake, because this goes to all football fans in Africa. Tusiwe sana tunapendelea na kumaliza muda na timu za nje na hata timu zetu za nyumbani hata support. Unajua hapa alafu mnasema timu zetu asishinde vikombe vya Afrika ama asicheze vizuri katika platform za Africa, and we don't give them support yenye inafaa
kutoka kwetu kama mashabiki ama any support timu. Mimi kama football coach ninaelewa wakati unaona umati una support timu ni kitu gani ambacho kutokea. How do you feel? How do players feel? Community ya mpira huwa ina feel aje? So mtu mwenye haujai kuja kuangalia game siku ya Jumamosi tarehe 14 saa 8 mchana ndani ya Mbaraki Stadium, AFC Leopards ikigongana na Bandari FC, usikose. Very well. Makoha, asante sana kwa kuja katika kipindi chetu cha Kula Wao. Labda kwa mashabiki wetu ambao hawakujui watakupataje pale katika mitandao? Mimi naitwa Coaches 001, COACHEZ 001. Mitandao yote, Instagram, TikTok, WhatsApp ukitaka, hata M-Pesa. Na unaifollow Bandari FC ama bado umebana bana? Sio follow Ingwe peke yake. Wa Ingwe wenye wanatoka Nairobi kuja Mombasa siku ya Jumamosi kuja kuangalia game, wenye hamtarudi hiyo siku, mnaenda Bombolulu Seahorse, watu watakuwa wanasherehekea kule Valentine baada ya kushinda Bandari. Tutakuwa tumepata warembo wa Bandari, twende tusherehekee Valentine. Show itakuwa inapigwa pale show babu kubwa, na hata mimi mwenyewe nitakuwa. Fadhili mzee, tupatie handle zako. Jamaa wakupate wapi pale katika mitandao? Mimi ni bwana mmoja ambaye niko very simple, na handle zangu kama kawaida natumia jina langu rasmi Fadhili Mzee katika ile page ya Facebook. Vile vile katika upande wa Instagram natumia jina hilo Fadhili Mzee. TikTok zangu jina ni hilo utanipata pale. Nadhani vile vile mashabiki wetu wasikose, ama pia hata mashabiki wa FC Leopard. Let's follow each other. We follow your page pale kwa FC Leopard. Vile vile pia nyinyi mtufuate katika page yetu ya Bandari Football Club. Vile vile katika hiyo pia yuko kinda mmoja ambaye anakuja vizuri kabisa. Follow pia Bandari Youth FC upande wa Facebook pale, kwa sababu nadhani mpaka sasa katika vilabu vya Premier League ambao vimefaulu kupandisha wachezaji kutoka youth hadi timu kubwa ni Bandari FC peke yake ndio amepandisha wachezaji wadogo wengi kutoka Bandari Youth hadi Bandari Senior. Japo lazima tuwapatie maua AFC Leopard. Huko muda fulani pia wao waliweza kupandisha vijana wakati walipokuwa wamekumbwa na lile janga la kufungiwa. Na wakaweza pia kutumia wachezaji wao wa youth. Kwa hivyo nawapongeza pia, lakini kwa hivyo sasa ni timu mbili tu ambazo zimeweza kufaulu kuweza kupandisha wachezaji wao kutoka youth team hadi senior. Na ninashukuru kwa sababu natambua kwamba FC tunakuwa wachezaji tunawalete juu. Na Bandari pia nimeona hiyo tabia mko nayo, kwa hivyo nipo mkono. Asante sana. Shukran. Na hayo ndio mapenzi tungependa kuyaona. Na hayo ndio mapenzi tungependa kuyaona baada ya mechi yetu dhidi ya FC Leopards Jumamosi saa 8 kamili. Mpenzi mtazamaji, usikose kuchukua tiketi yako katika ile tovuti ambayo iko katika page yetu ya Facebook. Usikose kuchukua, kwa kufikia hivi sasa tiketi zimeanza kuisha. Pale VIP nasikia zishaisha zote pale. Alia nchukua kama 5 za warembo wake wote. Kwa hivyo wewe pia rauka ufike hapo mapema, au sio? Jumamosi mapema gate zitakuwa zishafunguliwa by saa 4 kamili. Mweza kuja hapa Mbaraki za family area, kuna nafasi za watoto, it's a secure area, kuna wakora mapango huko mbali, lakini hapa it's a safe space for all of you. So we expect to see you ama fans wetu wa FC. Na pia ukirudi nyumbani msalimie chairman wako wa 001, mwambie wakati Bandari yacheza hapa Mombasa na sio na Leopard ni timu nyingine aje tu support. Nyumbani ni nyumbani. Mnatumia 001 lakini mnataka kusupport Ingwe peke yake, haiwezekani. Kwa hivyo pia mwe mkija mkitu support na hii undugu between Bandari na FC uzidi kuwa, because kufikia hivi sasa hakuna game ambayo yaongelewa sana katika Kenyan Premier League kama Bandari versus FC. Everyone is looking at this game. So it's a big game. Yes, and it is going to be big, and together we will make it one of the biggest in East Africa. Sasa sijui kama nyinyi ni mashemegi zetu, lakini ama tutasema
shark eat leopard derby or whatever, lakini I'm pretty sure in the near future this is one of the biggest game that is here. Watu wote macho yote yako hapa. Kwa hivyo jamaa, katika uwanja, say no to hooliganism, say no to vurugu, tuangalie mechi. Ni siku ya wapenzi. Ukipata mpenzi pia salama, chukua lima wako, chukua mina wako. Mkimaliza baada ya mechi jamaa, baharini Mombasa is all round, you can always go around and enjoy the serene environment. Najua mechi itakuwa Jumamosi, kwa hivyo Jumapili nzima tutawaachia mji mtembee, muangalie, mnunue mikate ya sinia, mikate ya sinia na mikate ya maji na kila kitu, muskera. Kwa hivyo ndugu zetu wa FC tuwakaribisha sana. Mimi ni wenu Steven Heud from Bandari FC Media Team. Niko na wenzangu Fadhili Mzee, usisahau kumfollow Fadhili Mzee. Ali the artist ambaye msemaji wetu is sitting out kidogo, lakini tuzidi kukutana. Tukutane inshallah siku ya Jumamosi. Naam. Jamani, uwanjani ni kucheza mpira, sio kurusha mawe. Sasa mtarusha mawe, mtamshapigwa mabao nini? Kucheza mpira si kutukana watu. Kwa hivyo watu wa Bandari, sisi tukija huku msiturushie mawe. Watu wa Bandari, sisi tukija huku kucheza mpira Jumamosi, msitutukane. Sisi watu wa Mombasa ni wastaarabu, hatutukani watu. I'm just advising you on that. Naam. Kitu wa kumalizia kabisa, msisahau msumeno wa Mwalala jamani. Ile vrum 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 vrum. Mimi ni wako Heud, tukutane Jumamosi.